Ndugu wananchi wa Ndagoni, mabibi na mabwana, salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Alifa Abdurahman Jongo. Nimesimama mbele yenu wazee wangu siku ya leo kuja kuomba ridhaa ya kutuchagua siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 Mungu akipenda, ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano. Ndicho kilichonileta hapa. Lakini leo afya yangu haipo vizuri kidogo, nasumbuliwa na kifua. Nitaongea tu machache ambayo yale atakayo nijalia Mwenyezi Mungu. Lakini niwaambieni, kwa imani mlioonyesha kuhudhuria kwenye kampeni yangu hii, sehemu hii hapa ya Ndagoni, ambao wenzangu walikuja hapa, wale wenye vikundi vya mpira vidogo vidogo walikuta watu 2 mpaka 3. Leo hii kuja Chama cha Mapinduzi kutokea watu wengi namna hii, hii ni ishara tosha inaonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi kinaenda kushinda tarehe 29. Kazi yangu kubwa, ninahakikisha nitalipa miguu yenu hii mliosumbuka ndani ya miaka 5, hakuna mtu atakayejuta. CCM oye! Viongozi wameongea maneno mengi. Viongozi kila wakati wananiasa niwatoe hofu wa Ndagoni. Mimi kijana wenu, sio mgeni wa uongozi. Nimeshaongoza nafasi nyingi sana kwenye kata hii ya Ndagoni. Lakini ninashukuru sana, wapo walionifundisha, Mwenyezi Mungu amewachukua, lakini wengine wachache, kina kaka yangu Mwejo hapa yupo. Namuombea dua Mwenyezi Mungu aniweke ili ende akaniongoze ndani ya miaka 5 nini cha kufanya. CCM oye! Wale waliotangulia mbele haki, akina polisi maarufu Mohamed Asmani na wengine wengi, nawaombea dua kwa Mwenyezi Mungu awaweke mahala pema peponi. Amin. Lakini mwanafunzi wao nipo leo, nasimamisha Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Ndagoni kwa malezi yao mema walionilea. Kwa hiyo niwatoe hofu watu wa Ndagoni, mupo mikono salama, mupo mikono kwa mtu aliyefundishwa na akafundishika. Na wazazi wangu wengine, walimu wangu bado wapo hapa. Tunaenda kumalizia yale aliyoyaacha mzee Mwejo akiwa mwenyekiti wa kijiji hiki cha Ndagoni. Alianzisha ujenzi wa nyumba pale ya mganga, ikawa haijamalizwa ya miaka 15. Mwenyekiti mstaafu, nyumba yako naenda kuimaliza ndani ya miaka 2. CCM oye! Hii nikishaimaliza nitaipa jina la Mwejo ili kuunga mkono jitihada ulizozifanya. CCM oye! Niwaambieni, nimeanza kuongea kwa machache, lakini sasa ninaanza kuongea jamani. Kwa nini nimesema tumekuja kuomba ridhaa ya kutuchagua sisi tarehe 29 Mungu akipenda siku ya Jumatano, kwenda kunichagua mimi nafasi ya ubunge, kwenda kumchagua QSO Mari Juma Kipanga, kunichagua mimi nafasi ya udiwani, kwenda kumchagua QS Kipanga kwenye nafasi ya ubunge, na mama yetu Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wa chama chetu kwenda kumpigia kura nyingi za urais. Huwezi tu ukatoka nyumbani ukaenda kutuchagua bila ya kuja kukuambia tulioyafanya ndani ya miaka 5 na tunakwenda kuyafanya ndani ya miaka 5 Mungu akipenda. CCM oye! Sisi tuna ilani hii hapa. Hii ilani ya Chama cha Mapinduzi ndiyo ilani ambayo anainadi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaulize swali, mtu anijibu. Mliwahi kuona rais wa chama anachogombea baba yangu Mwamvua? Mlishawahi kuona? Kuna rais wa ACT? Hakuna. Sasa yeye anataka udiwani, ilani hii anaenda kutekeleza nani?
Sisi tunashika ilani, anayetekeleza ni Mheshimiwa Rais. Yeye ndiyo mwenye pesa. Sasa mtu anataka udiwani ambaye rais wa kwenda kutekeleza hana. Yaani anakwenda kichwa akiwa hana. Huyo mtu yupo sawa kweli? Kazi inayotakiwa tarehe 29 aondoke na zilo. CCM oye! Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka 5 imefanya mengi sana kwenye kata hii ya Ndagoni. Tuanze na sekta ya elimu. Shule yetu ya msingi Ndagoni ndani ya miaka 5 Mama Samia, Mheshimiwa mbunge, wamefanya mambo makubwa pale. Wamejenga madarasa mapya zaidi 3 na wamekarabati madarasa mengine 3 mapya kwa hela za mfuko wa jimbo. Lakini licha ya hivyo, kuna matundu ya vyoo ambavyo vimejengwa vingi ndani ya miaka 5 hii. Na hivi tunaposema pale kuna pesa zimeingia, vifaa vinapelekwa na madarasa mengine yanaendelea kujengwa. Nani kama Mama Samia? Lakini tunajua mambo ambayo yaliyofanyika shule ya msingi Chunguruma ndani ya miaka 5 hii. Yapo madarasa yamejengwa, na hivi tunavyosema kuna madarasa 5 yanajengwa, 3 ya msingi, 2 ya awali, na vyoo 2 vinajengwa pale. Haya yote ni matunda ya Mama Samia. Nani mama kama Mama Samia? Lakini tunavyozungumza shule yetu ya msingi ya Gonge ndani ya miaka 5 hii imefanyiwa ukarabati mkubwa na kujengwa madarasa mengine mapya. Tunahakikisha zipo changamoto ambazo ndogo ndogo tunakwenda kukamilisha ndani ya miaka 5 hii, 25, 30 Mungu akipenda. Tunajua tuache kwenye shule za msingi, twende shule ya sekondari. Shule ya sekondari kata ya Ndagoni, tangu tupate uhuru tulikuwa hatuna shule ya sekondari. Miaka 5 ya Mama Samia tumeona sekondari tayari watoto wetu wanasoma, wana miaka 3 sasa hivi, na juzi zimeingizwa pesa milioni 325 kwa ajili ya ukarabati wa majengo yale ambayo yalobakia pamoja na nyumba za utawala. Angalieni mzigo huo ulioingia hapa Ndagoni. Kama sekondari ndani ya miezi 2 milioni 325, watu wa Ndagoni tunataka tufanye nini? Tufanye nini? Lakini tunajua watu wa Ndagoni pale Tondwa wanateseka sana watoto wao kwa ajili ya kuja kufuata shule Ndagoni. Wanatoka pale wanaenda kufuata shule Kibada, wanatoka pale wanaenda kufuata shule Chunguruma, wanatoka pale wanaenda kufuata shule ya msingi Gonge. Niwaambieni, nilizungumza kwenye mkutano wa kampeni kule Tondwa. Nilimuomba Kriesi Omari Juma Kipanga, pindi tutapochaguliwa Tondwa twende tukajenge shule ya msingi kwa kunusuru watoto wetu wanapata maji pale kwa Mzee Jimile, na shule mambo yamekaa sawa, kiwanja kimepatikaniwa, mzigo utaenda kujengwa pale. Unafikiri atayaona mtu akafu hayo? Adai wakafue. CCM oye! Kwa hiyo niwaambieni watu wa Ndagoni, yapo mambo mazuri yanakuja. Tuwe na subira. Hiyo kwa upande wa shule ya sekondari. Lakini niwaambie, zipo pesa nyingi zimeingia za miradi. Tunajua kuna mapungufu bado hayajakamilika kwenye masuala ya miundombinu ya umeme. Kuna watu hawajapata umeme hadi saizi. Niwatoe hofu, Chama cha Mapinduzi kwenye ilani hii imezungumza kila kitongoji kitapata nguzo 40 za umeme. Kwa hiyo tunakwenda kutoa kero na changamoto za umeme sasa hivi. Kila mtu utamfikia umeme nyumbani kwake. Na tayari nguzo za umeme zishaanza kumwagwa huko. Ukenda Simba, Umbelani zinaenda. Sio muda mrefu Kipandeni nazo nguzo zinakuja.
CCM oye! Na nyinyi Kipandeni mtakwenda sasa kusherekea umeme kwa kishindo, na mtafurahi, mtaamini kwamba Chama cha Mapinduzi kinawajali nyinyi. Lakini niwaambieni, tuna changamoto za barabara. Tunajua tumeanzisha barabara ndani ya miaka 5 hii, lakini barabara tulizoanzisha, barabara hii ya Ndagoni Kipandeni ndio barabara pekee ambayo ipo sawa, haina changamoto, unapita kwa hali na mali kwa muda wowote. Chama cha Mapinduzi ndani ya ilani hii imezungumzia barabara ambazo zinaenda kutengeneza kwa njia ya changalawe, ili mradi wananchi wa Ndagoni msiwe munapata tabu kwa njia yoyote mnavyohitaji usafiri. CCM oye! Niwaambieni, barabara yetu hii ya Ndagoni Kituoni kwenda Tumbuju Pwani, tumepata pesa zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kujenga kiwanja cha changalawe, ambayo hii barabara itapitika masaa 24. Ujenzi unaenda kuanza sio muda mrefu. Hatutateseka tena swala la barabara hii, inaenda kujenga na muda wowote utakuwa unapitika bila ya shida yoyote. Lakini tuwaambie, barabara ya kutoka Matikitini kwenda kwa Mwalimu Shauri nayo tumepata hela, tunakwenda kutengeneza ile barabara kwa njia nzuri ya changalawe, ili kuhakikisha barabara ile iwe inapitika muda wowote, wakati wowote. Na tunaenda kujenga madaraja zile sehemu ambazo zenye changamoto zinazoweka maji. CCM oye! Lakini ndani ya miaka 5 hii tunakwenda kujenga na kubomoa barabara ya kibao cha Chunguruma kwenda Tumbuju Pwani. Tunaenda kukwangua ule udongo wote kabisa, na tunaenda kubomoa madaraja yote. Tumepata pesa bilioni 2 na milioni 800 kwa ajili ya kwenda kutengeneza barabara ya kibao cha Chunguruma kwenda Tumbuju Pwani. Kwa maana hiyo, barabara hile ya kibao cha Chunguruma kwenda Tumbuju Pwani inaenda kujengwa kwenye kiwango cha changalawe, na itakayotufanya barabara ile imelazimika kuwa na madaraja 38 ambayo yatakayofanyisha yafike Tumbuju. Kwa hiyo tunaenda kujenga hiyo barabara, na niwahakikisheni wale watu wanaotumia ile barabara pale Chunguruma, pale darajani Mwakuni, darajani Mshonzini, tunakwenda kugonga taa ili mradi usiku msiteseke. CCM oye! Pesa zipo, mzigo unaingia, ukarabati unaenda kufanyika. Huyo ndo Mama Samia. CCM oye! Lakini tuna changamoto ya watoto wetu ambao wanatoka Tumbuju Pwani kuja shuleni Chunguruma. Wanapata shida pale Mavumbi. Wanapotaka kuvuka, maji yanawazuia kipindi cha masika. Tunaanzisha barabara mpya ya kutoka Mchatini kuja shuleni, na mpango umeingia na barabara ishawekwa kwenye bajeti, na tunaenda kujenga daraja pale shuleni Chunguruma. Wanafunzi wetu hawatapata tabu tena, muda wote, wakati wowote watakuwa wanaenda shuleni, iwe jua iwe mvua. CCM oye! Lakini tunajua zipo changamoto ambazo hazijakaa sawa, hususan kwa upande wa maji. Ninaamini watu wa Ndagoni, watu wa Gonge na nyinyi mnatamani muwe mnachota maji sasa kama watu wa Chunguruma, sivyo? Niwaambieni, serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia ilani hii imetenga pesa bilioni 1 kuhakikisha watu wa Ndagoni wote wanapata maji majumbani. Inakuwa ni mwiko kumkuta mtu wa Ndagoni anachukua kata sasa kwenda kuchota maji kisimani. Ilani hii imesema inapeleka maji majumbani. Bilioni 1 imetenga na mradi mkubwa wa maji, kwamba hakikisheni kwamba maji mtapata sasa majumbani kwenu. Lakini si hivyo, ilani hii imezungumzia tena itapeleka maji kwenye kijiji cha Gonge, nyumba hadi nyumba, nao wametengewa pesa zaidi ya bilioni 1
nayo kuhakikisha watu wa Gonge wanakwenda kupata maji majumbani, na yatokane sasa yale mazingira ya kwenda kufata maji kule mabwawani hayatatokea tena. Mama anaenda kuwavua, wananchi wanasema kuwatoa ndoo kichwani. Maji sasa tutakwenda kupata wapi? Majumbani. Hiyo ndio Chama cha Mapinduzi. Lakini niwaambieni ndugu zanguni, tunajua kata yetu ya Ndagoni ina zahanati 3. Tuna zahanati Chunguruma na tuna zahanati Gonge na tuna zahanati Ndagoni. Pesa zinazopatikaniwa Chunguruma na zahanati tuliokuwa nayo haifanani. Haifanani kabisa. Leo unaenda kuongea na daktari mwenzako anakusikiliza unaongea nini. Niwaambieni ndani ya miaka 5 tunakwenda kuboresha zahanati ya Chunguruma ili mradi kila mgonjwa awe anajuana siri yake yeye na daktari. Tunaenda kuondoa ule mfumo. CCM oyee. Lakini tunajua Ndagoni zahanati, tuna zahanati mzuri sana, lakini tuna changamoto za nyumba za waganga. Waganga tunaletewa na mama yetu kila kipindi, lakini wanaondoka kwa sababu hawana pa kukaa. Nilizungumza kaka yangu Mwejo alipokuwa mwenyekiti wa kijiji, alianzisha ujenzi wa nyumba ya mganga pale kupitia mfuko wa kijiji. Nyumba ile imeshajengwa, imeshaezekwa, lakini ndani ya miaka 15 watu walishindwa kuweka hata mlango mmoja. Niwaambieni ndani ya miezi 4 madaktari wetu watahamia kwenye ile nyumba baada ya uchaguzi. Pesa zipo, tutakishauri kijiji kuhakikisha kwamba ni jukumu lao kuhakikisha wanasaidia maendeleo. Kwa hiyo tuombe kipindi hiki kigumu, madaktari wetu wanaoteseka wa kukaa Kilindoni na kuja Ndagoni, tunakwenda kumaliza matatizo yale. Baada ya uchaguzi, Mungu akipenda, tutaanza kusimamia ile nyumba na kuanza kukarabatiwa ili madaktari wetu warudi pale. CCM oyee. Nimeongea na mheshimiwa mbunge na yeye ameridhia kutoa pesa kwenye mfuko wa jimbo kwa ajili ya kwenda kumalizia ile nyumba. Lakini jiulizeni, nyumba hile ya Ndagoni kwa nini haishi? Mnajua sababu? Nyumba ile ya Ndagoni kwa nini haishi? Watu wa Ndagoni mlifanya makosa. Mlimchagua mwenyekiti wa kamati ya zahanati ile ya Ndagoni ni mtu wakafu. Mwenyekiti yule akawaumiza ndani ya miaka 5. Akashindwa hata kuisimamia ile nyumba, kuweka dirisha hata moja. Leo hii baada ya kuharibu pale, anatoka anasema anataka diwani ili awaue kabisa, na nyinyi mnanishangilia. Ndugu zangu, mpo sawa? Hatukumbuke alichotufanyia pale. Miaka 5 mgombea udiwani huyu ndio mwenyekiti wa kamati ya zahanati. Ameshindwa kutumia akili yake, kutumia uwezo wake, kutumia maarifa yake kushawishi kuhakikisha anaweka tu hata dirisha moja kwenye ile nyumba ndani ya miaka 5. Alafu leo hii anakuambia anataka udiwani wa kata mzima. Imemshinda kipengele kidogo tu. Huyu mtu hataweza? Ndagoni hatuendi kuangamia. Tunayemkumbatia ni hakikisheni mnakumbatia nyoka. Na nyoka ambaye atawaumiza ndani ya miaka 5. Ili kumuumiza huyu nyoka, siku ya tarehe 29 hata kula moja asende kupigiwa hapa Ndagoni. CCM oyee. Niwaambieni, lakini tukenda pale Gonge tuna zahanati mzuri imejengwa, lakini waganga wetu bado wanakaa ndani mule ya zahanati. Mheshimiwa mbunge juzi amenionyesha ramani, michoro za nyumba ya mganga wa zahanati ya Gonge inaenda kujengwa ndani ya miaka 5. Wanaenda kujengewa nyumba safi na ya kisasa, na wataishi wakijisikia ondoeni hofu. CCM oyee.
Lakini mnajua watu wa Ndagoni muda wowote wakati wowote kwenu vijana uwaga mnatamani, mnapenda na nyinyi mnajua kujisikia muonekaniwe kama watu ambao mnatoka kwenye halmashauri hii ya wilaya ya Mafia. Niwaambieni vijana, swala la kwenda kuchukua bodaboda za mikononi kwa watu ndani ya miaka 5 hii itakuwa ni mwisho. Muna pesa zenu halmashauri tena ni nyingi, na ukiangalia zile pesa kwa kiwango kikubwa zinatokea kata ya Ndagoni. Twendeni tukaunde vikundi, twende tukachukue bodaboda kule. Baada ya kwenda kuchukua bodaboda kwa watu binafsi zikaenda kutumiza, hiyo isijirudie tena. CCM oye! Kuna mikopo ya vijana halmashauri, twendeni tukachague tarehe 29, tuunde vikundi, twende tukachukua bodaboda kule. CCM oye! Ninakuja kwa upande wa kina mama. Mnajua safari hii mlikopa, lakini waliokopa milioni 10 wakapata milioni 3. Wapo waliokopa milioni 3 wakapata milioni 1, na wengine hajapata kabisa mpaka leo. Niwahakikishieni maelekezo ya Mheshimiwa Omar Juma Kipanga mbunge, baada ya tarehe 29 kwenda kutupigia kura, tarehe 1 tupite kuvihakiki vikundi vyote vya kina mama ambavyo vilikuwa havijapata mkopo, vikapambaniwe vihakikishe vinapata mkopo mara moja. Kwa sababu pale pesa zipo, pesa ni za kwetu, na tunahitajika zile pesa tuende tukazitumie. Lakini ninajua hipo changamoto, vijana wa Ndagoni wengi wanahitaji kuona Ndagoni inabadilika kwa namna moja au nyingine. Lakini kata hii ya Ndagoni ndio kata pekee ukitoa Kilindoni yenye kupokea wageni wengi kuliko kata nyingine yoyote. Leo ukienda Tumbuji Pwani kuna wageni wengi zaidi kuliko kata yote. Kwa hiyo sehemu yenye wageni yana mambo mengi ambayo yanakwenda na yanajitokeza, na wageni wale ndio wamesababisha sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itafute wawekezaji, tuletewe pesa zaidi ya milioni 500 kwenda kujenga chanja kwa ajili ya uanikaji wa dagaa wa kisasa. Kwa hiyo ndani ya miaka 5 hii Tumbuju hatutaona uchemshaji wa madagaa kupitia magogo. Kwa hiyo miti yetu itakuwa ipo salama. Tunakwenda kukausha dagaa kwa kutumia sola, hali itakayotufanya tunawenda kulinda rasilimali miti zetu. Hazitakuwa salama na hazitaguswa. Sasa dagaa wataenda kuwa bora ambao sio wako katika tena. Serikali yetu imeweka hela zaidi ya milioni 500, mradi muda wote wakati wote sasa hivi unaanza kujengwa, na utajengwa pale kwenye eneo la uwanja mpira Mchatini pale. Hiyo itawasaidia vijana wa Ndagoni wanaweza kujituma kwenda kupata ajira ndogo ndogo zilizokuwa rasmi na zisizokuwa rasmi. Tuombe dua tuchaguliwe tarehe 29, twende tukosimamie mradi kuhakikisha unatoa maslahi ya watu wa Ndagoni. CCM oye! Nataka kuambia vijana wengi ninajua wanapenda sana michezo. Michezo ndio kila kitu. Mimi hapa leo nimekumbuka kitu. Nimekumbuka nyoka mweusi, nimekumbuka na Bunda Siliga baada ya kumuona kaka yangu Hasani Abushiri. Na nimekumbuka Inter FC baada ya kuwa na mzee Mwejo. Ni timu ambazo zilibeba tafsira ya Ndagoni. Niwahakikishieni ndani ya miaka 5 tunakwenda kufufua michezo kwenye kata yetu hii ya Ndagoni. Tutapambana kwa hali na mali kuhakikisha tunaiona Ndagoni inazuka, hata kama isiwe Inter hiyo kwa timu nyinginewe. Tunahakikisha kwenda kuiona Bunda Siliga inazuka, tunahakikisha kwenda kuiona nyoka mweusi inazuka, Faludume inazuka, na Seti inazuka, Nato inazuka, na tunakwenda kuanzisha ligi moja kubwa ya Jongo Cup kwenye kata ya Ndagoni ambayo haitawahi kutokea.
CCM oye! Lakini niwahakikishieni, mimi ninaamini wapo dada zangu, wapo mama zangu wanapenda sana kwenda kucheza lede. Lede nao ni mchezo. Katika tunakwenda kwenye mashindano ya Kipanga Cup na lede nayo itaendelea. Mwanangu asante sana. Lede watu watacheza na kila mtu atapata zawadi. Nitaona kuhakikisha Ndagoni watu wasiwe na mawazo ya kufikiria kitu kingine. Watu wa Ndagoni ndani ya miaka 5 nataka wawe wanaishi kwa furaha na amani. CCM oye! Lakini baada ya kuapishwa tunakwenda kucheza ligi moja. Ligi ambayo itakuwa na watu wenye miaka 40 mpaka 50. Lengo, nia na madhumuni, ninataka niwaonyeshe mzee Mwejo na kaka yangu Hasani Abushiri jinsi gani walipokuwa wanacheza mpira kwenye kata hii ya Ndagoni. Ninaamini ndugu zangu, ninaamini watu wa Ndagoni tunakwenda kuyasimamia haya ndani ya miaka 5 hii. Lakini ninajua zipo changamoto ndogo ndogo, hususan kwa mama zangu wa Kipandeni. Kipandeni wanabeba watoto kwa ajili ya kuja kupima Ndagoni. Ndani ya miaka 5 hamutapima Ndagoni. Na uhakikishieni wapimaji watawafuata huko kwa ajili ya kupima watoto. CCM oye! Tunafanya hivi kwa sababu walipaji hawa tunawalipa. Kama hawataki watatuambia hawataki, tutatafuta wengine. Watoto wapo tunasomesha. Wazee wangu watawafuata Kipandeni kuja kuwapima watoto. CCM oye! Ninawaambia watu wa Mshozini, ndani ya miaka 10 mlikuwa mnahangaika kutafuta kibanda cha kupimia watoto. Niwaambieni watu wa Mshozini, kibanda kimeisha na mshakipata, na watoto sasa wataenda kupima Mshozini. Mkituchagua tunaenda kujenga kibanda Mshozini. Tunayafanya haya kuhakikisha kina mama tunakwenda kuwapunguzia mizigo. Baada ya kubeba watoto kupeleka zahanati kwa ajili ya kupima, mtakuwa mnapimiwa huko huko pale zahanati, twende kwa maradhi mengine tu. CCM oye! Hiyo ndio CCM bwana. Nilikaa miaka 5 nilikuwa nazisoma changamoto za Ndagoni. Na changamoto nimeziona. Na hizo ndio ambazo ninazowaambia. Lakini niwaambieni watu wa Ndagoni. Mheshimiwa Omar Juma Kipanga mbunge amepambana, amehakikisha ametuletea VETA pale Ndagoni. VETA imefunguliwa, watu wanakuja kusoma na nyinyi mnawaona. Ninawaomba watu wa Ndagoni, na sisi watoto wetu twendeni tupeleke VETA. VETA ipo kwetu. Kina ulazima wa aina yoyote sisi watoto wetu kwenda kufanyaje? Kusoma. Niwaambieni tarehe 15 mwezi wa 11 watoto wa VETA wengine wanamaliza pale. Sisi watu wa Ndagoni ambao watoto wetu wanamaliza tunaenda pale tunasherekea, na kama kutakuwa hakuna watoto wetu wa Ndagoni itakuwa ni aibu. Twendeni tupeleke watoto wetu pale. Na kipenzi chenu Mheshimiwa Kipanga juzi ameenda kupeleka charahani pale zaidi ya 10 kwa ajili ya watoto wa VETA. Kwa hela yake yeye mwenyewe, sio hela ambayo amepewa na mtu. Muone jinsi gani Omar Juma Kipanga anavyowapenda watu wa Ndagoni. Lakini kila tukikaa naye uwaga anatuambia anatamani kuhakikisha pale VETA inapelekwa gari hata moja kwa ajili ya kwenda dereva. Juzi wakati anaondoka anasema yupo tayari, atakopa, atanyang'anya,
ndani ya miaka 5 hii, hata kwa kutumia nguvu zake atapeleka gari VETA hata moja ili watoto wakasomea udereva pale. CCM oye! Eti alafu anakuja bibi ambaye alikuwa mbunge tena wa viti maalumu, baadaye anaambiwa kule akatetee hoja za maendeleo yeye akawa anaenda kugoma. Profesa Ibrahimu Lipumba akamfukuza na akamnyang'anya mpaka kadi yake, eti anakuja na mimi nataka ubunge Mafia. Bibi huyo ipo sawa kweli? Kama ulichaguliwa ubunge wa viti maalumu na ulishindwa kuufanyia kazi, leo unataka ubunge wa jimbo, unajipya wewe? Sasa bibi huyo yupo, naye kaja anasema anataka ubunge. Ukimuuliza anakaa wapi, anasema mimi nimezaliwa Juani. Kwani ukizaliwa Juani ndio hoja? CCM oye! Niwaambieni watu wa Ndagoni, kata ya Ndagoni, bibi yule kwa sasa hivi level aliyofikia yeye ni jukumu lake kulea wajukuu, si uongozi tena. Hakikisheni ikifika tarehe 29 asende kupigiwa hata kura moja kwa ajili ya ubunge kwenye kata hii ya Ndagoni. CCM oye! Bibi alipojiona yeye amezeeka akasema nifatane na nani? Akatafuta kizee chengine cha kiume, akasema yeye ndo afatane nacho, akishawishi kizee kile kigombea udiwani kwenye kata hii, ambaye kizee hiko hata serikali kilimtuma ndani ya miaka 60. Baadaye kilimuona kwamba kizee, wewe akili zako zimefikia hapa, huna jipya, tunakuomba staafu. Mzee yule akastafu, na mpaka sasa hivi analipwa na serikali yetu hii ya Chama cha Mapinduzi. Eti leo hii na yeye amegeuka anasema wewe mimi ACT ndo nani? Kama wewe una chama chako ACT, una rais wako na serikali yako, kwa nini unachukua hela za CCM kwa ajili ya kulipwa nani mafao? Lakini yeye amesimama Tumbuju, amesema watu wa Ndagoni hakuna sababu ya kusoma sasa hivi. Amezungumza Chunguruma na amerudia tena kuzungumza jana kwenye kampeni Chunguruma. Amesema watu wa kata Ndagoni hakuna sababu ya kusoma sasa hivi, wasomi waliokuwepo wanatosha. Na yeye wakati anafundisha anasema zamani walikuwa wanafaulu mpaka wanafunzi 3. Kwa hiyo alikuwa anaomba ziondolewe kambi za shule ili mradi hata watoto 3 wakifaulu wanatosha. Huyu mzee jamani, mnaonaje? Chama cha Mapinduzi kinajenga mashule sasa hivi, kinajenga na mabweni kwa sababu ya kuhakikisha watoto wetu wawe wanakwenda kusoma sehemu salama. Ili kuondoa vishawishi, serikali inaamua kukusanya watu kusoma kwa pamoja ili iende watoto wale wakafanye vizuri. Yeye anasema akichaguliwa ni marufuku kukaa kambi. Watoto wa kike atakuwa anawapeleka yeye shule kila alfajiri. CCM oye! Nyie wazazi mmekubali watoto wenu wa kike kupelekwa na yeye? Mmekubali? Kasema Tumbuju. CCM oye! Sasa waangalieni hawa watu wenye hoja kama hizi za kuhakikisha wanakwenda kuwapotosha watu wa Ndagoni kwa maslahi yao, eti kwa sababu wao walishasoma, washakuwa walimu, washastaafu, sasa hivi wanapokea hela, watoto wao wasende kusoma. Hawa watu tuwakimbie. CCM oye! Lakini wenye simu kubwa mtaangalia klipu yake moja. Amesema hivi
tusimchague Jongo eti kwa sababu Jongo yupo karibu na Kipanga. Ende akachaguliwe yeye ili akagombane na Kipanga na mkurugenzi. Haya maendeleo utayapata wapi? Pesa za halmashauri hii zote zipo chini ya mkurugenzi, zipo chini ya wakuu wa idara. Unakwenda kugombana nao, unaendaje kuwasaidia watu wakatani kwako? Niwaambieni, sendi halmashauri kwa ajili ya kwenda kugombana na watu. Ninakwenda halmashauri kwenda kutengeneza hoja, kwenda kutengeneza maneno mazuri, ili mradi tuhakikishe Ndagoni tunakwenda kuibadili kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Na wao wanaosubiri kwenda kupigana, tutawatengenezea uwanja. Tukishapata miaka 5 tutawajengea waende wakapigane, na sisi tutawalipa. CCM oye! Niwaambieni watu wa Ndagoni, tusifanye makosa ya kwenda kupoteza kura zetu kwenda kuwachagua madiwani wale ambao hawana uwezo wa kwenda sehemu yoyote. Mimi ninawaambia leo hii, mkinikusanya mimi na wao, alafu tukaanza kuulizana, Jongo piga simu ya mkurugenzi, mimi napiga hapo hapo, wao namba hawana. Jongo piga simu ya meneja wa TARURA, mimi napiga hapo hapo, wao namba hawana. Jongo piga simu ya mganga mkuu, unaona mimi napiga hapo hapo, wao hawana. Unawapa diwani, wanakwenda kwa nani hao? Wanakwenda kwa nani? Ili wende ukawe diwani, lazima uwajue watu, lazima ushirikiane na watu. Niwaambieni watu wa Ndagoni, hamukufanya makosa kunipigia kwenye kura za maoni na Chama cha Mapinduzi kikaniridhia mimi nije kugombea kwenye kata hii ya Ndagoni. Kata ya Ndagoni miaka 5 mutaishi kwa amani na furaha. Niwaambieni, sipo na sijagombea uongozi kwa ajili ya kumbagua mtu yoyote, kwa ajili ya kumnyanyasa mtu yoyote, kwa ajili ya kusaidia baadhi ya watu na wengine kuwaacha. Niwaambieni, kijana wenu nitumeni, iwe usiku, iwe mchana, iwe magharibi, iwe baadaye, iwe sasa hivi, iwe kesho, nipo tayari kutumika. Ninawaambieni watu wa Ndagoni, miaka 5 tuliishi na diwani ambaye matatizo ya usiku tulikuwa tunakosa kumwona, lakini tunapomhitaji saa hizi alikuwa anasema nakimbilia kutaka kuvuka. Mimi sivuki, nipo hapa. Na niwaambieni, muone uzuri wa Chama cha Mapinduzi mnaojua. Chama cha Mapinduzi uzuri mnaojua. Sisi madiwani wote wagombea wa CCM tumepewa pikipiki mpya. Pikipiki ambazo tumeambiwa tufanye kazi kuwafikia wananchi popote walipo. Wenzetu wanatembea kwa miguu. Hauna ngopa? Sasa kama sisi CCM imetugea pikipiki mpya ambazo hazijawahi kutumika, mimi yangu sijaichukua pale, ili mradi niwafikie wananchi mmoja mmoja kwenda kusikiliza kero zao. Wenzangu wale wanatembea hivi mpaka kufika Kipandeni, mimi nipo Kilongwe. Kwa sababu hawana cha kwenda kuwaambia, na hawana ilani, na hawana kichwa. Sisi tunatumwa na Mheshimiwa Rais, nendeni kawasikilizeni Kipandeni. Kipandeni utafikaje? Unahitaji usafiri. Akasema nawaletea mapikipiki, mabalozi na wapa mabaskeli. Unaona, ili mradi mwende mkakutane kati kuhakikisha mnapanga yenu. CCM oye! Nitafutieni wagombea wenzangu. Kama wana baskeli, mimi natoa 100,000 hapa. Haya, wapeni kula, alafu watumeni wende Kilindoni. Wanafikaje? Chama cha Mapinduzi kinajua thamani ya uongozi, na ndio maana
Hata ukiangalia viongozi wetu wa kata wamepewa mapikipiki kwa ajili, na ndio maana kinafanya haya. Niwahakikishieni hakikufanya makosa kunipatia usafiri. Nitafika kila mnaponihitaji muda wowote, saa yoyote, iwe usiku iwe mchana, hata hospitali nitakuja. Na nyinyi mnajua wapo wagonjwa wangapi wamelazwa hospitali sijawa diwani, nimekuja na nimefanya. Lakini sio hivyo, hata sijawa diwani, ndugu zangu wa Ndagoni, mnajua kijana wenu sina kitu, sina chochote. Nilikuwa najiumiza na hakikisha maiti zinazozuiliwa napambana nazo, na zinazoshindwa kufika hapa nachangia, nasafirisha mpaka zinafika hapa. Kwa wao wanaweza. Nipeni kura zenu, nende nikayamalize haya. CCM oye! CCM oye! Niwaambieni ndugu zanguni, watu wa Ndagoni, jisikieni mupo kwenye amani. Ndani ya miaka 5 kuwepo mzee Mwejo hai. Mzee Mwejo ambaye aliandika kadi yangu mimi, yeye na polisi. Ndagoni inaenda kuneemeka. Kiongozi mzuri, ana mipango mizuri, ana maono mazuri. Nitahakikisha ninakuwa naye usiku na mchana kwenda kuyafanya mazuri aliyoyaanza. Tuseme ukweli, tutakaochukia tuchukie. Mwejo ni kiongozi. Mwejo ni kiongozi, lakini nafsi tu za watu ambazo wanaweza kusema Mwejo nini, lakini Mwejo ndani ya kijiji chake miaka 5 ameweka alama Ndagoni ambayo haitaweza kufutika. Katika udiwani wangu yeye ndiye atakuwa mshauri wangu namba 1 na wengine watafuata. CCM oye! Lakini ninajua zipo changamoto ndogo ndogo ambazo zinazojitokeza sana kipindi hiki, hususan kwa ndugu zetu wa bodaboda. Mambo wanayoyapitia kidogo, wanafukuzwa kwa kuulizwa leseni na vitu vingine. Niwaombe vyombo vya ulinzi na usalama, kipindi hiki ambacho Chama cha Mapinduzi kinatafuta kura, vijana hawa tunakwenda kuwaelimisha jinsi gani vya kupata elimu ya kuwa na leseni. Kipindi hiki vijana hawa tunakwenda kuhamasisha waende VETA kwa ajili ya kutafuta leseni. Tunawaomba vyombo vya ulinzi na usalama, kipindi hiki vijana hawa waachieni waendeshe bodaboda kwa amani ili maisha mengine yaende. Na baadaye ndio maana tumeleta VETA hapa. Tunataka tupambane kuhakikisha vijana hawa wote wanapata leseni ili mradi wasimkwaze mtu. Lakini kwa kipindi hiki ambacho hawajavunja sheria, ninaomba vyombo vya ulinzi na usalama waachieni wapite vijana hawa, wapo kwenye njia ya kutafuta riziki. CCM oye! Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hapo afya yangu sio nzuri. Kila nikiongea sauti inakata. Lakini Msoma Utenzi ameongea mambo mengi. Nimhakikishie dada yangu, Ndagoni ipo mikono salama. Nataka nionyeshe alama kwenye Chama cha Mapinduzi, na wahakikishieni, ili nazungumza kama chama, ndani ya miaka 5 kata ya Ndagoni yote kwa matawi inaenda kuwa na ofisi ya CCM. Hata ya chumba kimoja inawezekana. Baada ya hapo, waheshimiwa wananchi, muda unakwenda. Naomba nirudishe spika hii kwa viongozi, lakini kabla naomba nizungumze neno la mwisho. Jamani, haya yote niliyoyaongea, lakini
hayatatekelezeka kama tarehe 29 tusipokwenda kumpigia kura Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais ameyafanya mengi kwenye kata yetu, nimeshasema. Ili kuonyesha watu wa Ndagoni tuna imani naye, twendeni tukampigie kura nyingi siku ya tarehe 29. Kura ambazo nyinginewe zimwagike. Kura ambazo kila mtu ashtuke. Ndagoni kuna kura 4,300 tuliojiandikisha. Kura zote 4,300 twendeni tukampigie Mheshimiwa Rais. Ninaomba sana, chonde chonde wazee wangu. Ikifika tarehe 29 twendeni tukampigie kura. Lakini nachukua fursa hii ya kumwombea kura kaka yangu, rafiki yangu Omari Juma Kipanga, mbunge wa jimbo la Mafia. Leo alitamani awepo hapa na yeye aongee kama hivi nilipoongea mimi. Lakini tunakujua kwamba Mheshimiwa Rais yupo Mkuranga. Wagombea ubunge wote wameitwa Mkuranga. Na yeye yupo wapi? Mkuranga. Lakini ameniagiza kwenu nije kumwombea kura. Tarehe 29 twende tukamchague Omari Juma Kipanga. Omari Juma Kipanga ni kiongozi. Hakutaka kugombea kwa maslahi yake. Kama maslahi aliyapata Kipanga miaka 5 iliyopita aliyokuwa Mtwara mkurugenzi. Sote tunajua mbunge hana fungu, lakini mkurugenzi ndio mwenye nini? Fungu. Ameacha ukurugenzi Mtwara akaamua kuja Mafia kuja kufanya kazi na sisi, na mnaona ndani ya miaka 5 Mafia aliyoikuta na sasa hivi ilivyo ni tofauti. Twendeni tukampigie kura QS Omari Juma Kipanga, ende akaibadilishe Ndagoni ndani ya miaka 5 hii. Kutoka Ndagoni sasa tuibadilishe jina, tuitafutie jina lingine linalopendeza, mambo yote yapendeze Mungu akipenda. Lakini nachukua fursa hii kwenda kuomba siku ya tarehe 29, naombeni mnipigie kura niwe diwani wa kata ya Ndagoni, nende nikashirikiane na mheshimiwa mbunge kwenda kuyaeleza yale mnayonituma, nende nikayafikishe. Na ninawaambia watu wa Ndagoni, ndani ya miaka 5 hii, miaka 5 iliyopita, nyinyi kwenda kwa mbunge haikuwa vikwazo na wala hamkupangiwa muda. Mkisema tunataka mbunge, saa yote mnaonana naye. Hatujali naibu waziri wala nini, kwa sababu yupo wapi? Yupo kwetu. Ni watoe hofu, ndani ya miaka 5 hii Dongo itakuwa ni watu wa Ndagoni. Lakini ni watoe hofu lengine, Kipanga anaenda kuwa mkazi wa Kipandeni ndani ya miaka 5. Wenyewe watu wa Kipandeni wanajua uongo kweli? Sasa kwa hiyo tunakwenda kuwa na mbunge ndani ya miaka 5 hii atakayoishi kwenye kata ya Ndagoni. Alafu kata ya Ndagoni twendeni tukampigie kura nyingi ili tumshawishi Injinia Kipanga aje kujenga kweli Ndagoni kwenye shamba lake, ili tuwe naye karibu. Twende tukabadilike Ndagoni yetu ndani ya miaka 5 hii. System oye. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimewaombea kura watu wote. Lakini niwaombeni siku ya tarehe 29 tujitokeze kwenda kupiga kura vituoni. Tukishamaliza kwenda kupiga kura vituoni tuondoke, turudi nyumbani tusikilize matokeo. Na karatasi ya urais utaiona, mama yetu yupo na mzee Mchimbi, watatokeza wakiwa wamevaa nguo za kijani. Wewe lengo, nia na mazumuni, angalia tujembe na nyundo, angalia nguo za kijani. Ukifika mbele pale kwenye kisanduku weka tiki. Lakini mheshimiwa mbunge Omari Juma Kipanga, yeye amepewa watu wa kumsindikiza wawili. Mmoja bibi yetu atakuwa yeye yupo mbele, lengo, nia na mazumuni ya kumfyagilia ili Kipanga asijikwae. Lakini mmoja dada yetu wa kijuani, yeye atakuwa yupo nyuma. Yeye lengo, nia na mazumuni pale Kipanga anaposepetuka anamzuia,
anamwambia kiongozi, simama hapa, wewe ndio mbunge. Kwa Kipanga yupo kati, usiteseke. Acha bibi, acha huyu, nenda kati, piga tiki yako, utakuwa tayari umemchagua Omar Juma Kipanga. Lakini mfumo huo wazee wangu, kaka zangu, mtaona kwenye nafasi